hatua 8 za ukuaji wa mtu. Tupo hatua ya 5. Hatua ya 5, miaka 13 mpaka 20. Mtoto anapita katika kipindi cha mpito, anatoka kwenye utoto anaingia katika utu uzima. Kwa hiyo miaka 13 tayari ni kijana. Wenzetu Ulaya kijana anaanzia miaka 13, lakini huku Bongo kijana anaanzia miaka 18, wamepishana miaka 5. Kwa hiyo nayo ina shida kwamba tunachelewa kukomaa sisi hapa kwetu. Pengine labda kulingana na mazingira ya kiuchumi, sijui tumelemaa toka tukiwa wadogo, lakini kuanzia miaka 13 huyu sio mtoto, huyu ni kijana, anatakiwa aanze kupewa malezi ya ukomavu. Sasa katika kipindi hichi mtoto anahitaji kuambiwa ukweli, anahitaji kuambiwa ukweli kuhusu vipaji vyake. Kama yeye ana kipaji hiki anatakiwa aambiwe, kama ni mcheza mpira, kama anachora, kama anaimba vizuri, kama anafanya hiki kipindi mtoto anahitaji kujua ukweli kutoka kwa mlezi wa kwanza, mlezi wake anayemlea ameona nini ndani yake. Kwa sababu hiki kipindi tumeambiwa kwamba ni kipindi cha mpito. Hapa chini anasema anapenda sana sifa wakati wa ujana. Mtu anatamani uambie sio mrembo, sio nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa mlezi anatakiwa afanye hivyo hapa, azibe yale mapengo, kwa sababu ataenda kuyatafuta sehemu zingine. Kuna watu wengine wamekuwa wahuni, pengine wamekuwa malaya kwa sababu ya kutafuta sifa, kwa sababu ya kutafuta jina. Watu wengine pengine wamekuwa na matusi, wamekuwa na lugha mbaya, wamekuwa na maisha mabaya kipindi hiki cha ujana. Anataka aonekane wa tofauti katika jamii. Kwa hiyo sasa anatakiwa kujua ukweli. Hapa anasema anatakiwa ajue ukweli kuhusu maisha. Kwamba maisha sio kuwa na pesa nyingi. Sivyo, maisha sio kuwa na magari. Au maisha sio lazima uwe na lisimu likubwa. Au maisha sio lazima uwe na elimu kubwa, sio nini. Lazima aelekezwe kwamba maisha ni kitu halisi ambacho ni zawadi tumepewa na Mungu, na ni lazima tuishi kwa utaratibu wake. Hayo ndio maisha. Na kipengele hiki anatakiwa wafundishwe dini. Miaka 13 hii watoto wanatakiwa wafundishwe dini, kwa sababu hapa ndipo uovu unapoweka mizizi. Wazazi wengine wanahofu, wanaogopa kuwaambia watoto wao ukweli. Kuna wazazi wengine wanaogopa watoto wao. Ukiletewa kesi anaikwepa, anaikimbia, anajifanyaje. Kuna wazazi mwingine mtoto wake akifanya kosa anaogopa kwenda kumwambia. Sasa hiyo ni shida. Pia katika umri wa miaka 13 tunatakiwa tuwe na magereza ya vijana hawa. Miaka 13 hapa, 14, 15. Sijui kama hapa Bongo tunayo, lakini wenzetu kule nje hapo magereza ya miaka hii, umri huu. Wanaenda kufundishwa kule. Pengine wakitoka kule wanajua vipaji fulani na kitu fulani. Hii nayo ipo kiserikali zaidi. Lazima kuwe na magereza pia. Kwamba kosa hili adhabu yake ni hii. Kosa hili adhabu yake ni hii. Sasa sisi huku mtoto pengine anaweza kawa mdogo anaenda kupewa kwenye magereza watu wazima, huko anaenda analawitiwa, anafanywa matakataka kila aina. Kwa hiyo kipindi hiki mtoto anahitaji kujua hasa vipaji vyake. Jamani, aliyegundua Facebook sio alikuwa na miaka 10 na ngapi yule? Ndivyo wenzetu wanavyolelewa. Wanalelewa hivyo miaka 13 wewe tayari unaanza kuchanja mbuga na ujana na ukomavu na kutafuta njia ya kujitegemea kwa kusoma, kwa kila kitu unasimamiwa. Lakini sisi huku kwetu tuna miaka 30, miaka mingapi sijui bado upo nyumbani. Hayo nayo ni matatizo ya kisaikolojia ambayo yametupata toka tukiwa wadogo. Kwa hiyo miaka 13 hadi 20 fundisha mtoto wako dini, ndo anapitia kipindi cha ukuaji, yupo kwenye balee. Mueleze kuhusu balee, mueleze balee ikoje, kama ni wa kike mstiri, msaidie. Miaka 13 bado mdogo, msaidie, usimwache azalilike peke yake. Wa kiume miaka mingapi uko mbele, mueleze, wewe ni mtoto wa kiume, fanya 1, 2, 3. Asante.